Okay. So tunaanza series ya vipindi vyetu vya kuelezea kuhusiana na forex trading, ambapo tutaanza from basics mpaka namna ya kufanya analysis na how tutaweza kubenefit kupitia nini? Kupitia hii forex trading. No. So natumaini mpaka tunachukua nafasi ya kuanza kupitia hizi lectures, kuanza moja kujua kutokea nini maana ya forex, nani ana trade forex, nitatumiaje forex kama fursa, namna gani nita benefit kutoka kwenye forex. Utakuwa umesikia kuhusiana na forex sehemu nyingine zozote. Unaona, hata kama sio online, whether umeona ni sehemu wamepost kwenye hizi medias, labda ulikutana na mtu fulani ana faida na nini, mpaka ukatake action kwamba kweli hii ni fursa, naweza nikaanza kusoma. Unaona, so tutakuwa na hizi videos na zita cover all the way kutokea kwenye what is forex mpaka mwisho wa siku unakuwa the best trader. So what is forex? Forex nakwambia introduction to forex trading. What is the forex market? So forex stands for foreign exchange. Unaona, so wamefupisha yale maneno tu, hii for kwenye foreign wamechukua ile for, na kwenye exchange wamechukua nini? Ile ex, wakatengeneza maneno forex au fx. Unaona, mtu mwingine anaweza kukwambia tu fx. The global marketplace for trading one currency against another at fluctuating exchange rates. So kwenye forex tunakuwa tunadili na biashara ya kubadilisha fedha. Unaona, kwa yani tunabadilisha fedha kutoka fedha moja kwenda fedha nyingine. Unaona, hakuna kitu kama kama kitu chochote ambacho utabidi labda ukihamishe kutoka kwenye forex. No, yani tunapoongelea forex, foreign exchange, maana yake tunakuwa tunadili na biashara ya kubadilisha fedha moja kwenda fedha nyingine. Unaona, let's say kama hizi bureau de change ambazo ni kila mtu anaweza kuziona zilivyo hizi bureau de change. Unaona, nazo zinakuwa zinafanya forex, lakini zinafanya forex physically. So utaenda pale labda una shida na dola, unaona, then utawapa labda watakupa rate ya pale. Rate ndio tunaita exchange rate. Unaona, exchange rate, thamani ya currency fulani compared to currency unayoenda kununulia. So watakwambia labda kwa sasa hivi dola moja ni shilingi 2650. Unaona, ile ndio exchange rate tunaita. Unaona, so kupata dola itabidi uwe na shilingi 2650 ili uweze kununua dola moja. Unaona, so what is done in forex, tunakuwa tuna exchange nini? Tuna exchange currency. Na how tuna benefit from the small change. Unaona, currency kama currency, tabia ya hela ina tabia ya kufluctuate. Unaona, ina change kwamba leo japokuwa ile change sio kubwa, lakini thamani ya dola utakayokuta leo 2700 labda 60, kesho utakuta ni 2000 labda 700, 2700 labda 55 kununua, 2760 kuuza. Unaona, so ni small amount na change, lakini kwenye ile amount ambayo ina change ndio sisi tuna take benefit ya ile amount kufanya nini? Kupata faida. Unaona, so transaction executed through brokers au dealers. Brokers ni wale sasa ambao wanakuwa wanatuwezesha sisi ku trade forex, lakini nini? Online. Lakini dealers ndio kama hizi bureau de change na nini, all of them wanakuwa wanafanya kazi moja ya ku exchange nini? Ya ku exchange currencies, lakini in different manner. Unaona, na currency kama currencies zinakuwa traded in pairs. Unaona, unapoenda ku exchange labda kwenye bureau de change, unapoenda na T shillings and then unataka dola, unaona, hauwezi ukafika tu pale unapewa thamani ya dola compared to the currency unayotaka ku exchange. Unaona, kama una T shillings utapewa thamani ya dola compared to nini? To T shillings. Unaona, kama una let's say rand South African zile ZAR, utapewa thamani ya dola compared to nini? Compared to ile currency ulionayo. Unaona, so to exchange these currencies zinakuwa traded in pairs. The same applied kwenye online forex. Unaona, tuna trade pairs, tuna trade currencies zikiwa in pairs. Unaona, mfano hapa kwamba tuna trade euro/USD, euro versus USD, na tuna trade let's say GBP. Hizi ni example tu, lakini ni currency pairs nyingi tunazoweza kuzitrade kwenye nini? Kwenye forex. The largest and most liquid financial market worldwide, forex operates 24/5
across major financial hubs. Unaona why wanasema forex is the largest and most liquid financial market. Mzunguko wa fedha unaotokea kwenye forex kwa siku ni approximately $7 trillion. Unaona $7 trillion zinazunguka zote kwenye nini, kwenye forex market. Unaona so ni most liquidity kuliko hata hizi let's say stock exchanges labda kama DSE, New York Stock Exchange, London Stock Exchange. Unaona forex market ni most liquid, maana amount inayozunguka per day ndani ya forex ni amount kubwa sana compared to hizo exchanges zote. Unaona currencies as economic indicator, unapokwenda kununua currency ya nchi fulani, unaona let's say una dola, unaona ile amount unayokuwa maana yake unakuwa yani ndio inaonyesha kwamba ni dola ya hiyo dola kwa sasa ni strong, na ina indicate kwamba yani uchumi wa Marekani kwa kupitia ile dola ndio unakuwa determined pale. Unaona so unapoenda kununua dola let's say thamani ikiwa ndogo, unaona by factors zinapoendelea kutokea ile dola inakuwa ina change according to factors ambazo zinatokea Marekani. Unaona so currency ya nchi husika, unaona anasema when you buy a currency like JPY you are essentially taking a position on Japanese economic outlook. Unaona unapokuwa unamiliki hizo JPY, unaona anything ikihappen kwenye uchumi wa JPY ile currency ka change, unaona maana yake unakuwa umeparticipate kwenye nini, kwenye Japanese economic outlook. Hata wewe thamani ya ile hela ulionunua itafanya nini, itashuka. So the currency value acts as a barometer of the nation's financial stability, interest rate policies and overall economic performance. Unaona anything ambayo inakuwa ina involve economy kwenye nchi husika inakuwa determined na ile currency ya ile nchi. Unaona ndio maana tunasema kwamba currency ni economic indicator ya nini, ya nchi fulani. Unaona hiyo ilikuwa ni short slide ya nini, ya forex. So the key features of forex market, unaona and then nimesahau kuambia kwamba forex ina operate 24/5 means kwa week soko linakuwa wazi ndani ya siku 5, Jumatatu mpaka wapi, mpaka Ijumaa, and then Jumamosi na Jumapili kwa kuwa hakuna any movements ambazo ni economic zinaendelea, soko mara nyingi huwa always waga limefungwa, linakuwa opened again Jumapili saa 6 usiku ambapo ndio Jumatatu tunaita. Key features of the forex market. First of all, hii forex market ni decentralized and electronic marketplace. Unaona muunganiko wa zile factors na currencies ambazo zina participate kwenye forex, unaona ndio yani na wale participants wanapofanya ile miamala ndio wanasababisha nini, wanasababisha hii forex market kutokea. So sio kitu ambacho ni centralized, yani kwamba mtu anakimiliki. Muunganiko wa vile vitu vinavyoendelea, transactions na nini, the banks wao ambavyo wanafanya vitu vyao ndio inasababisha kuwepo kwa nini, kuwepo kwa forex. Na unaweza access kile kitu electronic tu, yani ukasearch let's say uchumi wa nchi fulani au the chart ya currency fulani, unaona ikaonyeshwa market. Sio kwamba utaenda sehemu fulani utaikuta utasema kwamba mimi nataka ni trade forex kwamba eti ndo nimeifuata forex ilipo. Unlike hizi stock exchange ambazo kama DSE unaweza kaenda tu pale ukanunua hisa unazotaka, unaona na ina operate over counter OTC or interbank market running entirely electronically through global network of banks and financial institutions. Unaona so forex ni decentralized. Unaona the way participants wanakuwa na participate ndani ya lile soko ndio wanasababisha kwamba zile factors mbalimbali ndo zinakuwa zinasababisha change ya currency na movement ya kutokea ya currency fulani. Unaona trading occurs 24/5 with seamless transition across major financial hubs worldwide. Unaona soko ndio linakuwa forex ndio unaweza trade masaa 24 ndani ya siku 5 za wiki. Unaona lakini wanakuambia kwamba inakuwa na across transitions kwenye hizo major hubs worldwide, London, New York na Tokyo. Unaona lakini tunapojua kwamba let's say kama Tanzania, unaona kuanzia saa 2 asubuhi mpaka let's say saa 3 mpaka saa 11 ni muda ambao benki zinakuwa wazi na shughuli za kiuchumi zinaendelea. Unaona so ndio muda ambao tunategemea kwamba T-shilling inatumika kwa hali ya juu sana. Unaona the same applied kwenye nini, kwenye forex. Tunapoongelea sessions ni muda ambapo ile currency fulani shughuli za kiuchumi zinaanza kwenye ile nchi ambayo ina participate kwenye nini, kwenye ile currency fulani. Tukiongelea mfano London, unaona euro itakuwa open au itakuwa na movement nyingi ndani ya London session. Ni muda ambao London
kunakuwa na movement zinafanyika za kiuchumi mbalimbali. Maana kama hamna movement za kiuchumi, maana yake na currency haiwezi change, na kama currency haiwezi change, maana yake tusingeweza kubenefit from forex. Kama ilingekuwa kwamba mimi nikitaka dola labda natoa tu shilingi 2700 kila siku, unaona, maana yake kusingekuwa na nini, kusingekuwa na forex. Lakini as long as uchumi unaendelea, interest rate ya currency fulani inaongelea na mambo yanazidi kuwa mazuri, unaona, ile change ya ile currency ndio inafanya sisi tufanye nini, tuweze kutrade hii forex, unaona. So accessibilities for traders, minimum requirement. Forex sio lazima uende sehemu sio na nini, anywhere, kama tu una internet connection, una device, whether ni computer, ni tablet au ni smartphone, unaweza access, unaona. Low barriers to entry means unaweza kuanza na any capital. Regarding inategemeana na broker unayemtumia anataka udeposit kuanzia kiasi gani, unaona. Tunazo types of forex trading, unaona. Tuna type mbili, tuna offline forex na tuna online forex, unaona. Kama anavyoonyesha hapa hivi kwamba anasema hii offline forex ni physical currency exchange, unaona. How it works, unaona, hii ni kama hizi bureau de change, kwamba mimi ninaenda pale kwenye bureau de change, unaona, whether ni ofisi gani, kama hizi Kado kwa Tanzania, unaona. Utafika pale labda unataka labda dola, unaona, watakupa rate yao kwamba kama una dola unataka T-shillings, maana yake unataka kuuza upewe nini, upewe T-shillings, utapewa rate ya kuuzia. Hiyo ndio tunaita nini, exchange rate, unaona. Na kama una T-shillings unataka dola, maana yake utapewa amount ya kufanya nini, ya kununulia zile dola. Sasa ukiangalia kwenye zile amount utakuwa unagundua kuna change fulani, ni bei ya kununulia ya kuuzia, kuna amount fulani ambayo inakuwa ni kama difference. Sasa ile difference ya zile amount ndio nini, ndio kitu ambacho sisi tunakuja kufanya nini, kubenefit huko online, na ndio kitu ambacho wao pia wana benefit. Kwa maana kwenye bureau de change, maana yake watu wananunua dola kwa yani amount kubwa sana, unaona. Sasa kama ni ile kwenye ile difference kuna shilingi 10 kwenye bei ya kununulia na kuuzia dola, ukipiga kwa dola labda dola bilioni ambazo watu wananunua ndani ya siku kwenye bureau de change, ni faida kubwa sana. Ni online forex sasa ndo tutajikita sana sisi huku kwenye online forex, ni electronic currency trading, unaona. So huku tunakuwa tunafanya trading via broker platforms, unaona. Hizi broker platforms ni MetaTrader, Ctrader na nyingine nyingi, tutazidi kuziangalia kadri tunavyozidi kufanya nini, kujifunza, unaona. Huku tunakuwa tuna exchange currencies electronically, unaona. Hakuna haja ya kwenda physically kwenye bureau de change tunataka nini, no. Our brokers wanatupa access ya sisi kuweza ku exchange hizo currencies, lakini via nini, via digital platforms. Hakuna haja ya kwenda ofisini kwamba mimi naenda kufanya forex kwenye ofisi fulani, kama naenda ku exchange kununua euro kwenye nini, kwenye ofisi fulani, unaona. So hii ni average trading volume kwenye forex, unaona, ambapo tunaona kwamba the forex market ina mpaka $6.6 trilioni per day inazunguka ndani ya forex market compared to other exchanges, unaona. Forex market ina volume kubwa sana compared to hizo exchange zote ambazo tunaziona hapo, kama hii New York Stock Exchange, New York Stock Exchange, unaona, Tokyo Stock Exchange na London Stock Exchange, unaona. Tunaona kwamba forex is the most liquid, so participating in forex kwa kuwa ni most liquid, kunakuwa pia kuna higher chances of getting more profit, na kunakuwa na movement ambazo ni za haraka sana, maana liquidity nzima, transaction nzima zinakuwa zinafanyika ndani ya nini, ndani ya hii forex market, unaona. Sasa who trades forex, tunaongelea tu forex kwamba price ina change na nini, kina nani wana trade hizi forex, unaona. The biggest participants wa kwanza ni nini, ni hizi largest banks, unaona. Hizi largest banks anakuambia these are the largest banks in the world that determine the exchange rates, unaona. They are the ones that make the bid and ask price. Anaposema bid and ask price anamaanisha ndio the one ambazo wanafanya nini, wana make zile bei za kununulia currency fulani na bei ya kuuzia currency fulani, unaona. Sasa collectiveness of hizi large banks ndio wanaziita nini, interbank market, unaona. And they take a number of forex transaction each day, unaona, for both their customers and themselves, unaona. Sasa hizi benki mara nyingi transactions zake waga zinakuwa ni interbank, yani ni transaction kubwa sana, unaona. Let's say labda kama kuna amount fulani ambayo labda inataka iingizwe kwenye nchi fulani, labda tuseme ni mkopo, labda umetoka
umetoka labda Marekani unataka kuingia Bongo, lazima unapokuja ule mkopo uje zilikuwa ni dola, lakini zikiingia huku tutazicompare in rate ya nini, in rate ya TZS, unaona. Sasa zile amount ile namna ya kuexchange kwenye hizi interbanks, unaona, au kwa customers au themselves wanapokuwa wanafanyana transaction ile, si labda na mtu ana deposit anahamisha benki fulani au kampuni inahamisha benki fulani, unaona, ile inakuwa ina participate volume kwenye nini, kwenye forex market. Tunazo commercial companies. Commercial companies hizi companies za kawaida tu ambazo zinafanya biashara, ila kampuni kubwa kubwa, unaona, kampuni kama hizi Apple, Tesla na nini, unaona kwamba let's say labda kama kuna device au kuna Tesla, labda Elon Musk anapotengeneza magari yake, unaona, kuna kitu let's say labda anakitaka kutokea kwenye nchi nyingine, unaona, yani kutokea kwenye nchi nyingine, tuseme tuchukulie tu hii nini, hii Japanese yen, unaona, hapa ametolea mfano wa Apple, unaona, lazima hawe labda yeye ana dola kwenye kampuni, si ndio, na uchumi wake wa dola, lakini kwenda kukipurchase kile kitu kutoka Japanese kitamhitaji yeye change amount ile anayoitumia kwenda kwenye Japanese yen ili aweze kukinunua. Na tunapoongelea hizi commercial companies, maana yake sio anaenda kununua kitu cha hela ndogo, unakuta anaagiza ni bunch, unaona, kwa ni amount kubwa sana ambayo anaichange, unaona, ili aweze kufanya nini, kwenda kuaccess kununua kile kitu. Sasa the way anafanya zile transaction inakuwa inaongeza volume kwenye nini, kwenye volume kwenye hizi nanili, kwenye hii forex trading, japokuwa volume yake inakuwa sio kubwa sana compared to ile ya nini, ya interbank, unaona. Haya, tunayo governments and central banks, unaona. Hizi governments zina participate in forex, zina participate through their central banks, ameweka tu, yani central banks let's say kama BOT, unaona, lakini government hazi participate kwa lengo la kutengeneza faida, unaona. Anakuambia kwamba governments participate in forex market through their central banks in terms of their operations, international trade payments and handling their forex exchange reserves, unaona. Kwamba kumbuka, kwa nchi husika lazima iwe na bank ambayo inahusika na operations za hela zote za ndani ya nini, ndani ya ile nchi, unaona. Let's say kama Tanzania tuna BOT, unaona. Sasa BOT labda kama tunataka kununua reserve ya dola, unaona, labda dola imepungua Tanzania, then nchi inataka kununua reserve ya dola Tanzania, unaona, yani kwamba sisi reserve yetu ya dola hiyo kiasi fulani, unaona. Maana nchi kama nchi lazima iwe na zile currencies kwenye mzunguko za nchi fulani, unaona. Tena kwa tukiongelea kwa dola currency ambayo ni the most popular, lazima nchi kama nchi iwe na reserve fulani ya nini, ya dollars, unaona. So ataenda kupurchase zile dollars in terms of nini, in terms of T shillings. Kwa akifika lazima atachange, unaona, zile transaction ambazo let's say BOT itaingiza na nini, lazima itachange ile amount kwenda kwenye nini, kwenda kwenye dollars, unaona, na atapewa rate ambayo ni ya muda ule, unaona. Sasa the way hizo transactions zinakuwa zinafanywa na nini na banks through different operations, hizi central bank labda BOT wanataka labda hata kufanya changes za kuingiza hela humu ndani ya nchi yetu, lakini ambazo ni za currency nyingine, unaona, anakuwa ana participate kwenye nini, kwenye forex. Tunao speculators ni players ambao wanakuwa kwenye forex market to make quick profits, but sio quick, ni kwamba wana target, let's say wameanalyze, wamefanya kila kitu, wameangalia news, wamekuja kugundua kwamba nao dola iko 2700, lakini over 2 years dola itakuja ifike 2000 ngapi, 2900. Ni small change ya 200 within 2 years, unaona. Maana ni change kubwa sana kwenye uchumi, unaona. So ananunua hata dola bilioni 100, dola bilioni 300, unaona, yani large amount, and then wana reserve, unaona. After then, manake baada ya hiyo miaka miwili, dola ikiwa kwenye hiyo 2900 kama walivyo speculate, na ile amount waliochukua, na ni amount kubwa sana ambayo inaongeza volume kwenye forex market, unaona, wanakuwa wametengeneza huge profits, unaona. Sasa speculators kama ni unavyoona wanakuwa na huge amount, unaona. And then the last part kuna the retail traders. Retail traders maana yake ni mimi na wewe, unaona, ambao tuna speculate small changes tu kwenye exchange rate between different currencies, mitaji yote chini ya dola laki, dola mili, yani zile hela ndogo ndogo. Sasa sisi hatuna nguvu ya kuweza kutengeneza labda exchange rate au kusababisha kwamba currency fulani ya nchi fulani change, unaona, ila sisi tunakuwa tunaenda na zile changes ambazo zinafanya nini, zinatokea, lakini aim inakuwa ile kwamba kufanya nini, kupata faida, unaona. Sasa how forex works, unaona, the object of forex trading is to exchange one currency for another in the expectation that
the price will change. Unaona, kwa ninapoenda kununua au kuuza currency fulani, nakuwa nategemea ile currency itabadilika kutokana na mimi ninavyo speculate. Unaona, so to get profit kwenye forex lazima ubuy currency ikiwa low na usell it ikiwa high. This ina apply kwenye biashara yoyote ile, sio forex tu. Unaona, unanunua kitu kikiwa cheap then unakiuza thamani yake ikiwa ikiwa kubwa. The way hata usema tu kule tutakuwa kwenye biashara nyingine tunadili na something physical, lakini kwenye forex tunakuja tunadili na na currency. Unaona, so you need to learn skills, techniques and psychology of trading to determine when to buy and when to sell so as to get profit in forex. So inatakiwa uwe na skills ndo kama hivi vipindi ambavyo tunafanya, mafunzo ambayo tunatoa kama Aritex Capital, techniques na psychology za kutrade. Unaona, ili ujue mwisho wa siku kwamba utanunua wapi, utauza wapi. Unaona, hicho ndo kinachotakiwa. So hii ni forex trading structures. Unaona, so kuna traders, then kuna our ECN broker. Unaona, broker wapo aina nyingi. Hapa nimetumia ECN broker, and then kuna kuwa na liquidity provider. Sasa sisi online manake let's say utabuy euro USD, order yako itapita kwa nani? Kwa broker then ataipeleka kwenye liquidity providers, sehemu ambayo wanamuaccess yeye broker kumpa volume na kuaccess zile charts za forex. Una broker na act kama middleman kutuconnect sisi na wapi? Na liquidity provider, especially sisi retailers. Tunaona mitaji yetu hatuna access ya moja kwa moja kwenda kwenye kwenye liquidity provider. So broker anapewa price kutoka kwenye liquidity providers. Unaona, yeye broker atakuja manage wewe kama utakuwa unataka kutoka, unataka stop loss, take profit na nini. Unaona, hiyo ndio exchange inakuwa inapita. So broker kisha huko order zako, and then huko ata-manage everything ambacho unakuwa unafanya wewe kama trader, and then profit yoyote maana yake itakuwa inatokea huko kwenye exchange rate, na broker ata-manage kupata faida kutoka kwenye commission, swaps na either kuna vitu mbalimbali ambavyo vinakatwa na nini pale ukiwa unafanya trade. Hiyo ndo faida atakayopata broker, ana act kama nani? Kama middleman kwenda kwenye au liquidity provider. So forex trading offers significant profit potential, but it also involves substantial risk. Unaona, ni double-edged sword. Unaona, ukiwa na right skills utapata faida nzuri, lakini kuna watu pia wana jump into forex bila kupata mafunzo, bila kupata nini, anaona tu au anakutana na watu ambao hawafanyi the right way. Unaona, so anakuwa anapoteza kila siku, lakini lengo la kusoma, la kujua tutafanya nini ni ili tupate faida. Unaona, so successful trading requires a solid understanding of the market. Inabidi ulielewe soko, ujue kwa nini nanunua, kwa nini nauza. Unaona, na uwe na discipline trading practices. Unaona, kwamba ndio nimeuza kwa nini, yani inabidi uheshimu kile unachokifanya. Unaona, na effective risk management kwamba namna kwamba ni most liquid, maana yake risk zinakuwa involved nyingi sana kwenye forex. So lazima ujue namna ya kuzimanage. Unaona, ili kwenye long run uweze kufanikiwa kwenye kwenye hii forex trading. Continuous learning and adaptation are key to navigating dynamic forex market. So every day, every time forex market utaendelea kusoma, as long as factors zinazo affect ile currency zina change over day. Unaona, ni kitu ambacho kina happen. Unaona, mambo yatatokea, let's say crisis kama za sasa hivi za Trump na China za tariffs. Unaona, hatuku expect kama zitakuwepo. So lazima keep on learning, na zile zote zinakuwa zinafanya zinakuwa na impact huku kwenye forex, zinasababisha currency fulani iweze kupata movement. Unaona, so huo ndo mwisho. Tukutane kwenye theory au lecture ya pili ambao tutaendelea kuongelea zaidi kuhusiana na forex components. Unaona, sasa zile component ndogo ndogo za forex ni nini, baadhi ya terminologies na nini. Goodbye. Kwaherini, tukutane session ya pili.